Ukweli wenyewe ambao ninyi mnaupenda umetoka kwenye ripoti za serikali. Kwa sababu mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameandika ripoti. Sasa sijui na ni vizuri wananchi waisome kama kweli neno la Tibaijuka limo, ambapo mimi nimesha kwamba maestro mseme kama limo. Mimi simo katika taarifa. Siwezi kuwemo kwa sababu sio kazi yangu. Lakini inakuja sasa kama sasa hivi tunasema watu waliopokea mgao. Au sio? Mgao. Sasa huu mgao, kwenye mgao shule yangu, kwa sababu ya shule yangu sasa tumo, na nimesema sihitaji mtu kushurutishwa kuja kukiri kwamba nilipokea mchango wa shule. Kwa sababu kupokea mchango wa shule ni kitu kizuri. Na niwaambie nini? Na wale waliochanga wanafanya kitu kizuri. Kwa sababu wanaweza wakakaa na fedha zao, mtu akaenda Bahamas na mke wake akasema Watanzania watajua. Lakini anaweza akatoa fedha zake kama bwana Rugemari atoa hiyo milioni 1 hiyo ambayo inakuwa 1.6 akasema na kuchangia. Kama vile bwana Mengi alivyotoa hizo hela zake milioni 278 akachanga. Si hapa. Na wachangaji wengine huko ndani wapo. Sasa nataka kusema hivi, katika hali hiyo nimeona kwamba bodi yangu wiki iliyopita nadhani nilikutana na wajibu wa bodi. Kwa sababu ikaonekana bado taifa linahitaji habari. Bado habari hiyo wafikia wananchi sio ile yenyewe. Zinaingia zile tunasema ni zile za kiudakudaku. Lakini za kiuchochezi. Lakini mtu anafikia anamchochea Tibaijuka. Mwalimu Nyerere alituasa tusiwe watu wa majina, tuwe watu wa maswala. Mimi nimesimama hapa sio kuzungumzia jina langu. Nimekuja kuzungumzia michango ya shule. Michango ya shule mustakabali wake ukoje? Maana umesimama katika swala hili. Nikitereleka hapa nikafanya kosa, ninaweka michango ya shule nadhani ya kuchangisha shule katika hatari. Lakini sio tu shule. Maji, barabara. Sasa hivi shule za maabara yetu na kadhalika. Kwamba sasa hivi hatuna sheria ya michango Tanzania. Kwa hiyo tunafuata utamaduni. Anayepokea mchango anaaminika, anamfikisha pale alipokwenda. Wamehoji watu wengi. Mimi niko kwenye mitandao yenu. Nusu vijana katika vijana 100 wanaandika pale 95 wanamtukana. Haina nini vijana wetu. Kwa sababu ndio malezi tuliojiwekea. Naangalia huko tunapokwenda hii hatari. Lakini lazima tuwe nao, hatuwezi kukata tamaa. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu ameshaamua kwamba ile kazi yake ni kutukana. Sasa nataka kusema hivi. Nimesimama hapa nifafanue dhana ya mchango ya shule kwamba swala la escrow account mimi sisimamii kwa sababu niko kwenye sekta ya ardhi. Wenzangu wanasimamia. Kwa hiyo ripoti zote mbele yetu zinasema hivi. Sasa downstream, maana swala lote lina upstream na downstream. Sasa downstream kweli watu wengine wanapata mchango. Sasa ni kila mtu kuja kuelezea yeye mchango wake ni nini, yule ambaye anatakiwa kueleza. Mimi ni waziri wa serikali. Na ni haki yenu kuulizwa. Kwa sababu kama waziri umepata fedha nyingi, watu wanafikia ndio umekimbia nazo, ni lazima uelezee. Lakini sasa ninapoelezea, tuwe sasa na ule niseme kwamba uadilifu. Maana nao ni uadilifu. Kukubali jibu sahihi pia ni uadilifu. Kuna mambo mengine kama mtu akuamini, basi awe na subira ya kusubiri vyombo vya serikali. Katika hili tuna TAKUKURU, tuna usalama wa taifa, tuna watu ambao watakuletea taarifa ambayo kama mtu unakuwa na mashaka kwamba wewe anajipigia debe, labda tuambie kweli. Basi lakini tusiwe watu wa hukumu. Kwa hiyo nimesimama hapa kuelezea kwamba kutoa hukumu bila kumsikiliza anayehukumiwa ni dhambi, tena ya mauti. Dhambi kabisa. Maana hata Mwenyezi Mungu aliyetuumba Adam na Hawa hakuwatoa Adam bila kusikiliza. Pale kwanza aliwasikiliza. Katika sheria ndani falsafa ya sheria, kitu cha kwanza ni lazima msikilize mtu unayemhukumu ajitetee. Kujitetea haimaanishi kwamba utashinda kama muda ambapo kama mtu ana ushahidi zidi yako utakwenda mbele utabadilika. Lakini unakuta kwamba nilikuwa sipata nafasi ya kutetea, ni mbunge nilikuwa bungeni lakini nafasi haikupatikana. Sasa leo alhamdulillah Mungu amenijalia nimepata nafasi ya kusimama hapa kuelezea ninachokisimamia katika sakata hili zima. Tunaweza tunapunge la wazazi na nini wengine tunataka na kazi yenu hivi mtakuwa mnafuatilia. Sasa tulikuwa tumeenda na maazimio mpaka tukafika pale watu wa mgao kama nilisema kweli ilikuwa inaonekana kwamba hili hata na azimio la bunge la pili sasa hivi azimio la bunge ambalo tuko mbele yetu namba 2 linasema kwamba uchunguzi uendelee. Lakini sasa azimio la 3 linakanganya la pili linasema watu waadhibiwe. Sasa aya ya pili unasema uchunguzi uendelee. Kama bunge lilivyosema. Aya ya 3 unasema mawaziri fulani na ana Tibaijuka yumo mle waziri wa ardhi kwa namna hiyo sio kwa jina awajibike. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hapo kuna mkanganya. Kuja hapa kutetea madhambi.
Naomba nielewe. Kama kuna madhambi lazima yafanye nini? Yafanywe kazi. Lakini sasa ni mchakato. Haiwezi kuwa tukio. Watu wengine wanafikiria kwamba kutoa hukumu ni tukio. Kutoa hukumu ni mchakato. Ni mchakato kusudi usije maana kitakuwa nimesema uongo. Sheria ya maadili, sheria yetu ya maadili, kiongozi huwezi kupata zaidi ya 50,000. Kuna dhana ya zawadi. Maana ilikuwa ni zawadi yangu ningepeleka serikalini. Sasa ukani mchango umekwenda kwenye board. Sasa kama nilivyosema hapa napiga nazungumza, lakini kuna vyombo vya uchunguzi pia ndani vinaendelea. Kwa hiyo lazima tupe nafasi, bila shaka utasikia. Maana kama ukionekana kwamba umedanganya unachukuliwa sheria za kwa hatua za kisheria. Sasa sikiliza, yani kama hapo sasa ndio nasikia. Yani unajua kujiuzuru. Mimi nasema kusema hivi, mpaka sasa hivi utakaposikia wamenipeleka mahakamani, sasa hapo tena utakuwa umeshawajibishwa hivyo. Yani naweza kusema kwamba nini hii dhana hii sensation utamejiuzuru nani? What is value added? Lazima pawe kuna value kwa kwako, lakini kwa jamii, muhimu zaidi kwa jamii. Hii naomba wale ambao una uwezo wa kuandika makala za elimu, lizungumzie hili. Anzisha debate, press club zetu tunafanya nini? Tulidebate hili la kujiuzuru. Kujiuzuru haiwezi kujiuzuru tu, ndio value added. Unajiuzuru nani makwaje? Sana.